Asante. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jioni ya leo kwa mara nyingine na wasalimu kwa jina la Yesu. Neema ya Bwana yatosha. Amina. Tuko mahali hapa kwa sababu upendeleo wa Mungu wetu ni mambo ya ajabu yanayotakiwa kusifiwa, kutukuzwa na kuendelezwa. Kwanza namshukuru Mungu uwepo wa kiongozi wetu, mtumishi wa serikali, kutukaribia mahali hapa ni neema ya ajabu, kwa sababu katika masomo mengi tumepita, tunaambiwa serikali ndiyo mkono wa dunia, lakini kanisa ndiyo moyo wa dunia. Yesu Bwana asifiwe. Kwa sababu karibu mara zote serikali na sheria za mataifa yote ziko katika misaafu ya neno la Mungu. Kwa hiyo zinaongoza serikali, sheria za Mungu wetu, na wanapotusogea namna hii tunaamini umoja upo. Na ninaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu ya neema na sera zake. Mataifa mengine sio kama hivi. Dini ni jambo ambalo linapigwa vita, lakini nchi yetu ya Tanzania madhehebu mengi karibu yote yanathaminiwa na Wizara ya Mambo ya Ndani, yanapatiwa usajili ili yaendeshe mambo yake nchini, na sio hivyo tu, kuisaidia dola katika kusababisha amani. Amina. Mtumishi wa Mungu, afisa, Mungu akubariki sana. Basi somo letu lililopo, mtake Bwana mwenye funguo za ajabu. Umtake Bwana mwenye funguo za ajabu ili uweze kuishi kwa mamlaka yake. Nataka nikusumbue kidogo, useme na kutaka Bwana mwenye funguo za ajabu. Naomba urudie tena. Hakuna Bwana kama huyo, lakini jibu limekwisha kutoka, ni Yesu. Yeye tutaona hizo funguo za ajabu zinafanya nini. Tuanze na neno la Mungu. Yesu Bwana asifiwe. Hebu tusome kitabu kingine cha nabii Isaya, tuanze na hicho, sura ya 11 na mstari huu wa kwanza hadi wa pili. Isaya sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa pili. Biblia inasema, basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda, na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ya ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Asante Bwana wetu Yesu asifiwe. Litatoka chipukizi katika shina la Yese, inaonyesha ujio wa wengi wenye sifa duniani waliowahi kuwa mababe wa ulimwengu, waliowahi baadhi yao kuisumbua dunia, hata walioweza kuisaidia dunia. Watu wenye sifa
wanadiplomasia wakubwa, wana sayansi, wana social science, wenye uwezo wa kutathmini na kutafiti maisha ya watu na mfumo wake. Lakini Nabii Isaya akamwona Bwana mmoja kabla ya kuwekwa kwake duniani, akasema, Volume down. Litatoka chipukizi katika shina la Yese. Inamaanisha ujio wa Yesu duniani isingewezekana asimame atokee kama malaika muujiza, maana alikuja akauvaa mwili akafanana na sisi ili aongee na sisi, ili ajue madhaifu yetu kwa ukaribu. Basi Yesu akawa amezaliwa, na alipotokea akaianza huduma yake kwenye hii miaka na mfumo wa miaka tulionayo leo. Tukisema mwaka 2026, kwenye ule mwaka wa kwanza, mwaka wa Bwana, huyo Bwana mwenye funguo za ajabu akazaliwa. Na hata kuzaliwa kwake hakukuwa kwa kawaida, ni mtoto aliyezaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Najua hata sisi hapa ni makusanyiko ya Pentekoste, tumezaliwa kwa Roho Mtakatifu. Tumekuja kusanyiko letu hili likiwa na maana ya kuadhimisha ujio wa Roho Mtakatifu duniani. Roho Mtakatifu ni kila kitu. Amen. Bwana huyu akaanza injili zake baada ya kuwa mtu mzima, akabatizwa na Yohana Mbatizaji. Siku hiyo anabatizwa, utatu wa Mungu ulihusika, utatu wa Mungu ulihudhuria. Roho Mtakatifu kwa mfano wa hua akatua juu yake, lakini hata yeye kama nafsi ya pili ya Mungu akiwepo, na sauti ya Mungu ikasikika kutoka mbinguni. Saa hiyo hiyo Yesu anabatizwa ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Miongoni mwa waliomsikia ni wewe na mimi. Sema amina. Tumemsikia Bwana mwenye funguo za ajabu. Huyo mwenye funguo za ajabu, tutaona wajabu wa funguo zake huko wapi. Pointi tunayoiendea sasa, funguo zake zikoje? Yesu Bwana asifiwe. Asante. Naomba msome Isaya 22 na mstari wa 22. Mwaji wangu naomba usimame usome aya hiyo 22 Isaya. Biblia inasema, na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitauweka begani mwake, na yeye atafungua wala hapana atakayefunga, naye atafunga wala hapana atakayefungua. Haleluya. Rudia tena, naomba urudie tena. Biblia inasema, na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitauweka begani mwake, yeye atafungua wala hapana atakayefunga, naye atafunga wala hapana atakayefungua. Haleluya. Hakuna Bwana kama Yesu. Bwana Mungu anasema akimtaja huyo ambaye mwanzo tumesoma kama chipukizi, anatajwa namna hii. Bwana Mungu ataweka ufunguo mabegani mwake. Inaonekana sio mdogo, ni mkubwa. Huwa naona mara nyingi panapokuwa na uzinduzi wa mambo fulani kufungua, pengine amekuja mkuu wa nchi, sawa, wanaenda kufungua kwenye jengo fulani, lakini wanaekiti na ufunguo mwingine mkubwa kabisa. Yawezekana huwa ni wa singboard na ukapakwa rangi vizuri.
Sasa huo ufunguo aliopewa Bwana wetu Yesu umetajwa, una sifa mbili. Huyo Yesu atakapoutumia ufunguo huo, atakalolifungua hakuna atakayesimama kulifunga. Sema amina. Hakuna atakayesimama kulifungua, na wala hata kama atasimama hakuna atakayeweza kulifungua swala hilo. Yeye akifunga